safari naanza naenda kuteba kuni polini, na kutana na rafiki yangu njiani ambaye huwa tunakoma naye kwenye mishe za mtani. Siku hiyo naye alikuwa na dili, tukaongozana naye kuelekea milimani kuteba kuni. Njiani alisema tupitie mara moja nyumbani kwa bibi yake. Njia kuelekea nyumbani kwa bibi yake ni hiyo imenyoka mpaka milimani. Tulifika nyumbani kwa bibi yake, muda huo tulimkuta yupo nyumbani kwa bibi yake. Kulikuwa kuna miti ya maparachichi na shamba dogo lilikuwepo penuni, wamepanda malizeti. Jamaa kapanda juu ya mparachichi akaanza kuchuma maparachichi. Alichuma debe mbili akashuka juu ya mparachichi akaingia kwenye shamba la alizeti akachuma alizeti kimtindo, alizeti za kura. Si unajua tena masera tunavopenda kupuliza malizeti. Basi akasema twende tukajumlishe maparachichi, kuna maza mmoja huwa namjumlishaga. Nikasema mna noma, tukaanza kwenda kwa hiyo maza mjumua maparachichi. Njiani tukawa tunapiga stories hapa na pale huku tukipuliza malizeti. Si unajua tena masera tunavopenda kupuliza malizeti. Tulifika sokoni kwa hiyo maza mjumua maparachichi. Kwa bahati nzuri tulimkuta, tukamuonesha, akayasaminisha, akawa ameyakubali. Parachichi lilikuwa la ukweli, limeshiba kinoma. Katupa chetu tukajikataa, tukaanza kurudi kuelekea milimani kuteba kuni. Wakati tupo njiani kuna duka moja tulilikuta walikuwa wanauza mandazi. Tukanunua matatu tukacheza nayo, tukaendelea na safari yetu. Tulifika milimani tukaanza kuteba kuni. Kuni zenyewe sio za maskani, tunateba kuni kwa ajili ya kuuza. Basi tukaendelea kukusanya kuni. Jamaa alipanda juu ya mti, kuna kisamba kimoja kilikuwa kimekauka, kwa hiyo ndiye alikuwa amekifuata. Mimi nilikuwa chini naendelea kuteba, mara nikaona mzinga wa nyuki unapita. Jamaa bado yupo juu ya mti, nyuki zikaanza kumshambulia, akaanza kulia. Nikamwambia shuka huko juu zitakuwa hizo. Jamaa akashuka chapu mpaka chini. Mimi nilikimbia kwa sababu na mimi baadhi zilianza kunishambulia. Jamaa ndio zimemwandama kinoma, mara kimbie mara gare chini, mara zirushie vumbi. Ilikuwa nipata shika, mpaka baadhi ya watu walikuja kucheki kwa kuna nini huko, mbona tunasikia kelele za mtu analalamika amekutwa na nini. Ndipo waliponikuta mimi na mwenzangu, nyuki bado zimemwandama. Walijaribu kumpa msaada, ile ilishindikana. Nyuki zilianza kuwauma na wenyewe, kwa hiyo tulikuwa tunatoa msaada wa maneno tu kwa kimbia. Na sisi huku nyuma huku tukikata matawi ya miti kwa ajili ya kufukuzia nyuki. Tulipambana sana, ile ishindikana, mpaka tukaanza kuulizana mimi na wale watu waliokuja kutoa msaada, kwa wanyuki wa namna gani, mbona ving'ang'anizi hivi. Tulifika mpaka kwenye makazi ya watu, huko ndio ilikuwa afadhali kidogo. Jamaa alikimbia, aliingia mpaka ndani ya nyumba ya watu kwa ajili ya kujinusuru na nyuki. Jamaa alikuwa amechoka kinoma kiasi kwamba imebaki kidogo tu nyuki zimuue, mpaka sauti ilikuwa imekwama kwa kelele alizokuwa anapiga wakati anaumwa na nyuki. Tulimbebelea mpaka kwao tukamwacha. Kesho yake asubuhi tukaenda kumcheki, ilikuwa ni noma. Tulikuta jamaa amevimba kinoma kiasi kwamba mpaka sura itambuliki jinsi alivyokuwa amevimba. Ikabidi wazazi wake wambebelee wampeleke hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Movie la kitaa.